atasimama imara, atasimama bila kuteketezeka, atasimama bila kubabaishwa, atasimama bila kukwambia he remains or she remains very strong, because they know whoever that is in me is greater than those without me. Abraham akamwambia, ni Elijah akamwambia mtumishi wake, wakati alikuja mbio, akamwambia ati tuna maadui wamekuja. Ni Gehazi, maadui wanakuja na ni wengi sana, watatumaliza. Naye Elijah akamwambia, wacha kujali. Akaambia Mungu, hebu fungua huyu mtu macho ya kiroho aone. Akamwambia, wale tuko na wao ni wengi kuliko wale wanakuja. Kwa hivyo usibabaike, maana walio ndani yako, kama Mungu ako ndani yako, that is the condition. Kama Mungu ako ndani yako, wale walio na wewe ni wengi. It's a battalion. It's an army that has been positioned to protect you. So position yourself. Jiweke kwenye position ya kutumiwa na Mungu. Jiweke kwenye position ya kukaa, ufungue moyo wako, Mungu aishi ndani. Don't allow the devil to have somewhere to dwell. Because so many of us have allowed the devil to have somewhere, a place to be, ambao amekaa. Ni kama ule mama aliuza nyumba. Alikuwa na shida. Alikuwa na shamba eka 20 acres. Akauza shamba. Akasema wacha niuze nyumba. Basi shamba nitajenga nyumba baadaye. Babu nyumba yake ilikuwa imekalia, iko karibu na barabara. Akaona akikata kakuota hapa, akata pale nyumba iko. Basi atajenga nyumba nyingine huko hata kama ni ya mabati. Awachwe na shamba hiyo nyingine. Mama akauza shamba, nyumba. Lakini kwenye agreement yule mtu alikuja, walikuwa nakubaliana. Akamwambia sasa, mimi hiyo mama akaambia mzee, nauza hii shamba lakini nyumba mtabaki naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii nyumba sasa, nyumba ndio hii. Na hii ndio shamba. Sasa alikuwa anataka nyumba hii abaki na nyumba. Lakini hii shamba kuteremka hivi. Akatue vizuri. Hii mama huyu mzee achukue, kwa sababu mzee hakuwa na haja na shamba. Mama ndio alikuwa na haja na kuuza nyumba yake ndio apate school fees ama apate mahitaji. Mama akafanya agreement. Wakakuja mzee, kumbe alikuwa mzee mjanja. Mama ndio alikuwa mjanja. Maana mama akamwambia, sasa nitakuuzia nini? Nitakuuzia shamba hii nyumba. Na wakaagiri. Akaenda wakakubaliana akauza. Lakini kuna condition moja aliyomwambia huyu mwenye nyumba, mwenye kuuza nyumba. Nitakuuzia hii nyumba yote. Lakini kwa sababu nitakuwa nikienda kulima kwa hii shamba. Naona hapa hii kwa hii kona hii kama mshumari hii. Naona hii kama mshumari. Hiyo niachie kwa ya. Hapa ndio nitakuwa nikikuja naweka koti yangu nikienda kulima. Mzee akaangalia akaona kama mshumari tu. Kwani kama mshumari iko na shida. Kumbe huyu naye muuzaji alikuwa mjanja. Katika maandishi akasema nimeuza nyumba lakini nitakuwa nikihang koti yangu kwa hiyo kama mshumari. Kwa hivyo kama mshumari ni yangu. Ilikuwa kwa maandishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ilikuwa kwa maandishi. Wakaandikiana. Ikawekwa kwenye line kwa class number 9 hapo. Ikaandikwa kama mshumari kakameshoniwa na ikasemekana iko hapo na ikasemekana nitakuwa nikihangi vitu zangu hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. So mama akikuja akienda kwa shamba, akakuja anahangi koti yake hapo, anaenda analima, kisha anapanda. Kesho akakuja, akaenda akalima, akahangi vitu zake, akaenda. Sasa hiyo haikuwa wasiwasi mkubwa kwa yule mwenye alinunua nyumba. Sababu si kuhangi tu anaenda. Sasa huyu mama alienda akatafuta kipaka kimzee. Akakuja akahangi kwa hiyo. Kimzee kimpaka kimekufa kinanuka. Akahangi hapo. Sini yake. Huyu mzee akakuja wewe, nini hiyo umeweka hapa? Nini? Wewe akamwambia wewe boss. Tuheshimiane.
nimeweka kwako ama nimeweka kwangu? Umehang kwa nyumba yako? Hapana. Umehang kwa nyumba yako, kwa mshumari yako ama mshumari yako? Akasema basi ngoa hii mshumari yako. Hapana, nilikuhusia nyumba, mshumari sikukuhusia. Akasema hapana, labda tuende kwa chifu. Wakaenda kwa chifu, makaratasi ikaitishwa kusoma, wakaona msumari ya huyu mwenye paka mzee, paka inanuka. Nyumba ndio yako. Kwa hivyo kwenye nyoyo zetu tumekubali upande huu wote ni Mungu, lakini kuna kama msumari pale, shetani anakujaga anahangi koti. Huyu msumari shetani atahangi koti siku ya kwanza, ahangi koti siku ya pili, siku ya nne atakuhaibisha, ataleta kitu mioza. So when you give yourself to God, give yourself in totality. Surrender to God. Surrender to God so that God can heal you. Because He is the master healer. He heals you. He touches your heart. He touches your body. He's the one who heals. Even the doctor may say we treat, but who heals? It's God. They know. They know it is not them. It is God. For them they just practice faith. Najua zamani akina Male walikuwa naenda hospitali. Akienda hospitali lazima asipopatiwa suta ama capsules hajapona. Lazima suta, ndio ulikutulia suta. Lazima walikuwa wanaitisha dawa ya suta ama ya capsules. Atadungwa mashindano na kila kitu atapatiwa. Lakini anaambia daktari, akipatiwa dawa, suta itakuwa ndani ya kila suta. Udegona. So baada ya daktari wakapanga, wakajua ukiweka dawa zote weka suta ama weka kapsusi moja, hata kama haina kitu. Ndio huyu mama apone. Kwa hivyo si dawa inapona, it is faith. Sababu huyu mama amejenga faith yake kwa suta, amejenga faith yake kwa kapsusi. Anaenda anasema, anaandaa ni mkamba, anaambia daktari, unidunge shindano lakini onenga kama mshuzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Atadungwa shindano lakini bila cactus. No healing. So for us the same thing, that we got to change what we are doing. We got to change our life. We got to change how we are doing things for God to heal our hearts. Healing will start from your heart. Healing will not start from your body. Healing will start from your heart. And the moment your heart is healed, the moment you are healed in the heart, no disease will be able to torment you. No enemy will rise against you. No enemy hautazuiliwa, hawatapigana na wewe, maana ambaye ni mkubwa ako ndani ya hiyo heart, anangojea tu kuattack, awashambulia, anangojea waanze na yeye aanze. But when your heart is empty, attacks will come from all over. Watoto wako, bibi yako, mama yako, washirika, mapasta, barabarani unatusiwa tu. Wakati nilikuwa nalewa mapamba zingine huko nikiwa huko Ngong, kuna siku tu nilikuwa napita, mwende wazimu akanitusi. Mwende wazimu ananijua, aige nikaitika alegila kwa huja ya kirote akajadiliwa kwa kujua kama shohita koma. Sasa dia kwa ni TV ndio kiona. Para wajiro ka huko ndako. Oh, ndio roka kijao kwa meno. That is how the devil can humiliate you. And that is how Ngong mzima watu walikuwa wananionyesha nanga hivi. Na kitu atia leo na kienda mbona anakuaibisha mpaka unatembea kali kama tu yani
Naona ile kitu kinasimama hapa na Nyayo Stadium, kina kitu hapa. Kina kidege. Anakaa tu kama kidege hiyo kinazaa. Sasa nilikuwa kama unatembeaga tu watu. Hata makanga wale vijana wanakunywa zile 10 ile ya kupima. Nikipita kwa hizo nyumba zao hizo, najua hizo zao ni za mabati. Nikipita, "Wauja!" Ukakoko na kamwe. Ndio lakini wangekuwa hujia. Mpaka ikabidi nihame. Nikatoka Ngong, nikaenda kuishi Rugari. Ilikuwa haipiti. Hakuna mahali. Alafu gari inakuja. Inakatia mafuta. Karibu na hizo baa sasa. Sasa baa ni hizi wako huko nje wakikunywa huko kwa mabao. Hapo kwa barabara inakatia mafuta hapo. Na sina pesa. Sasa wao ndio naita dai. Wauja kama sasa kwa hapo wapi? Sasa wakaniaibisha. Shetani akaniaibisha. Mpaka wakati wa kurudi kanisani sikuambiwa na mtu. Because there's nothing I did that was never exposed. Nothing I did. Nikiwa Ngong. Everything I was doing ilikuwa exposed. Imagine gari inatoka kutoka Nairobi naenda kukatikia mafuta hapo na sina pesa. Unajaribu kupiga tu simu. Alafu wanakuja makanga upadini na padini maoni. Wewe hapa mkabila kwa barabara. Sasa gari ni hali ya ni mpya. Ndio naita mkebe iondolewe kwa barabara. Ulienda kununua gari ukakosa pesa ya mafuta. Ungenunua mafuta wajana na gari. That is how. But until I allowed God to come into my heart, I was healed. Because He is a master healer. Somebody here is going to be healed if only you allow God to have a home in your heart. The moment you allow God to have a home in your heart, you are completely healed. You are completely delivered. You are completely changed. And those who have been following after you, they will start respecting you. Wale ambao walikuwa na kushambulia, wale ambao walikuwa wanakuattack, wale ambao walikuwa na kuzungumzia mabaya, wale walikuwa naona ni kama utaicha, wale walikuwa naona ufai, wataanza kukuheshimu, wataanza kuona Mungu, wataanza kuona wewe usiyotikana nake. Lakini ng'ang'ana tu na hiyo dunia ya chuki na madharau. Naye Shetani yuko tayari kukuweka haibu. Yuko tayari. He heals all your diseases. There is no single disease He doesn't heal. That's the Bible says He heals all your diseases. Kwa hivyo kama kuna kitu bado akaweka uko nayo. Number 4 inasema, who redeems your life from the pit. He redeems because He is a redeemer. That is why we should praise Him. I'm talking of the reasons why we should praise Him. He is a redeemer. He redeems you from the pit. When they decided to destroy you, when they decided to bring you down, when they decided to make sure that you are finished, because they will come against you, they will walk against you, they will plan everything to make sure you are destroyed, you are complete. Wakamshika Yosefu, wakaenda wakamrusha ndani ya shimo. Walikuwa wanafikiria wamuue, maana wakimrusha ndani ya shimo walikuwa wanataka akufe. Walikuwa wameamua. Lakini in the process kukatokea watu, na in the process inside those people, wao walikuwa wakipanga, wao ambao wanakupangianga mabaya, kati yao mmoja wao atabadilishwa na badilisha nia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kati ya hao wakuwe wawili ama watatu ama wanne, mmoja wao atabadilishwa. Ndio kwa sababu unajua ni kwa nini? Kwa sababu you are a chosen of God, and God will never allow you to sink into the pit.
because you are a son or a daughter of a promise. And if God promised you, if God said a word over your life, that word will be fulfilled. The enemies will come, but they will change their mind at the last minute. Wakati walikuwa wamepanga kumuuza Yusufu, walikuwa wanataka kumuzika, kumuua ndio warudishe, wakasema amekufa, amuzike. Kutakatokezea watu walikuwa wanapita, mandugu zake wakasema badala atumuue. Benjamin akasema badala atumuue, wacha tumpatiane aende. Kumbe kuna watu, when you are in line with God and when you are in your process